Get the point. Take a step forward. Viunganisha kipindi cha kwanza ninachokileta kwa madakika machache sana ni kipindi cha elimu, education. Then after that nitaweza kuingia kwa kipindi cha stewardship. Kwa mambo ya elimu, japo kuwa ni machache nilio nayo ya kusema, lakini ni ya busara. Kuna watu miongoni mwetu hapa ambao walipenda kusoma, na japo kuwa walisoma hawakufikisha mahali walikuwa wanataka, na wengine wamebaki na kiu kwa sababu mahali wangetaka kufikia hawakufika. Naomba nikautoe mfano huu. Siku moja nilikaribishwa ama nilipata mwaliko kwa moja wapo wa madhehebu za Jumapili. Kanisa linajulikana kama Anglican Church. Ilikuwa siku ya vijana, na kwenye mahubiri yangu niliweza kuguza mambo ya masomo, na nikawapa hadithi ya mtoto, naomba usikize, ambaye baba alimletea keki usiku, lakini mtoto akawa ameshiba. Akamwambia, mama, niwekee hii keki yangu na kesho asubuhi nitaila. Basi keki ikawekwa. Kwa bahati mbaya paka akatokea akaila ile keki. Asubuhi ilipofika, mtoto akasema, mama, nipatie ile keki yangu. Mama kwenda kuangalia, keki hamna. Ni ile mabaki tunaitanga motutu. Mtoto alilia, na alilia akiambia mama, keki yangu, keki yangu, keki yangu. Mama akamwambia, usijali, japo kuwa paka amekula, nitaendea nyingine dukani na nitakuletea. Mtoto akapiga mayoe, akasema, sitaki ya dukani, nataka ile yangu, ile ya jana, ile baba aliniletea. Mama akamwambia, keki amekuliwa na paka, na hiyo imeisha, haiwezi rudi, wacha nikanunue nyingine. Lakini mtoto akazidi kulia akisema, ninahitaji keki yangu ambayo baba yangu aliniletea jana. Keki yangu, keki yangu. Nikasema hivi kwa hao vijana, baada ya wengi kwa jambo moja ama lingine kukatishwa kwenye safari yao ya masomo, waleo hii wameishi na stories, wameishi na hadithi ya kwamba mimi kwanza nilikuwa hapa nilikuwa sharp, hapa nilikuwa sawa, mimi ningesoma. Alafu unamuuliza, shida iko wapi? Anakuambia, mimi kapata boyfriend akanidanganya, mimi nikaolewa, mambo yangu ikaisha hapo. Na unamuuliza, na siurudi shuleni? Nakwambia, sasa unajua miaka imeenda, mimi kama ni wakati huo ningesoma, keki yangu ambayo ilikuliwa na paka. Mwingine anakuambia, nilichukua mimba nikiwa form 2. Alafu mambo ikafika hapo. Mwingine anakuambia, sisi tungesoma, ni vile wazazi wetu walikufa mapema. Mwingine anakuambia, mimi ningesoma. Shida iko wapi? Ati kwetu kulikuwa na shida, tulikaa kufukuzwa shule, sasa mimi yangu ilifika hapo. Mpaka wa leo hadithi za keki yangu. Nilipotoa kisa kile, nilistaajabu. Kijana mmoja ambaye alikuwa kijana ambaye amekoma. By then he was above 30.
aliamua mara moja. Mama yake hakuolewa, akasumbuka alipokuwa anawaelimisha, akakosa karo na mama akafa. Uncles, aunties hawakufuatilia. Na kijana kumbe ameishi kusema hapa nilikuwa sawa, lakini hili na lile likanikatishia masomo. Yule kijana aliamua. At the age of 30 akarudi shule, akasoma. 2 years ago akafanya form 4, akapita vizuri. Ni wa hilo dhehebu hilo. Lakini hivi tunaongea na nini? Hivi tunaongea na simu yangu imezima. Ningewaonyesha yeye. Maanake sasa hivi anafanya harambee ya pili. Anasoma kama evangelist. Amemaliza mwaka mmoja. Amepata certificate ya evangelist wa hilo kanisa. Sasa anaingia kusoma degree. Awe fika wa kanisa la Anglican. And as we are talking today, tayari amepewa parish mahali anafanya kama evangelist. Kuna mama rafiki yangu ambaye naye kwa bahati mbaya ama nzuri alidungwa mimba akiwa form 2. Kijana alikuwa wa university. Akamwambia nitakuoa. By the time huyu mama anakuja kuzaa, nimuite msichana by then. Kijana alitafuta another girlfriend na akaoa yule amesoma. Huyu mama aliniambia hivi. Yaani alikaa akajiuliza, niko mjinga kiasi hicho? Mtu wa university amenidanganya, ameharibu maisha yangu, mwenyewe amepata shahada, mwenyewe ameoa yule ambaye amesoma kama yeye. Mimi nimebaki hivyo kama mjinga. Akiwa msichana wakati ule, aliniambia mama yake alikuwa anafanya kazi kwa shule mmoja kama mweka usafi. Mama yake alipokuja jioni alimwambia, sikia mama, mtoto wako na wiki 2. Alimwambia huyu mtoto atakuwa anashinda na shosho during the day. During the night utakuwa unabeba yeye na mgongo, anakulilia, na asubuhi unamwachia shosho, unaenda kazi. Eti mama alipiga duru. Na akifikiri ni mchezo, yule msichana mwenye maziwa ambayo yanamwagika alichukua uniform akavaa, akaenda kwa hiyo shule mama anafanya kazi, akasema naomba mnipe nafasi. Akapewa nafasi, akasoma, akamaliza form 4, akapita, akaenda college, akapata diploma, akapata degree, amefanya masters, saa hii anaenda PhD. Keki yangu. Iliyokuliwa na paka, utaitoa wapi sasa? Wapendwa, Bwana asifiwe. Tunaomba tuongoze Mungu wetu. Fanya tukaelewe somo hili. Wacha likawe la msaada kwa wengine wetu hapa, ili wimbo wa keki yangu ukasahaulike. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Baba yangu alitulelea Moro. Si mnajua Moro? Moro. Alitulelea huko. Wakati wa crashes ikabidi tutoroke. Hello. Na uchumi wa dadi ukasabaratika. My sister yule mkubwa wangu alikuwa form 2 by then. Alikuwa anasomea Rift Valley Adventist. Hakuendelea na masomo tena. Unafikiri nilikuwa class? Hello. I was in class 7. Vituko vimetokea. Maisha ya dadi yamesabaratika. Alafu sasa ametuleta ushago. Primo ilikuwa rahisi. So nikaendelea na kusoma, nikamaliza class 8. Nikapita. Nikaitwa Roringo Girls. Kuitwa Roringo Girls, dadi akasema hana pesa.
Walimu waliokuwa wananipenda sana wakamwambia, jamani mzee, wacha kupoteza huyu msichana jamani. Dadi hakusikia, dadi hakuelewa. Wimbo ni ya kwamba pesa zimeisha. Nikakaa nyumbani tu. Dadi akaniambia na kuwekea biashara. Akaingia Kikomba. Akamwaga mtushi. Nimepita vizuri, lakini ungenipata tu kwa sauti. Uko sokoni huko. Nikicheza, nilikuwa najua kucheza wimbo wa kuita customers. Dadi akaona namfanyia kazi vizuri, naleta pesa. Ndio hapo akaamua hata ile pesa anapata hata nipeleka shule. Sasa nimuuzie mtuba. Na ikawa ndio hiyo. Mpaka tumeenda kwa makambi siku moja. Tumeitwa wito wa kuwa wainjilisti. Nimejitoa. Nikamwambia sasa hakuna kuuza mtumba tena. Mimi nataka kuwa mwinjilisti. Wapendwa, Bwana asifiwe. Dadi kumbe hataki, anataka mimi niuzie yeye mtumba. Kwa neema ya Bwana, at the age of 19 years, wapendwa, mimi nikapata mchumba. Nikamwambia sasa basi nitaolewa. Akaletewa mahali na mimi nikaolewa. Courtship yetu ilienda 6 months. Miezi 6 tu peke yake. Kijana nimepata wa kanisa langu tu. Mimi nikaolewa. Sasa angalia. Wakati sasa nilikuwa naolewa ndio dadi akaambia my husband, na wewe ujue huyo nimekupatia, usione tu ni mwanamke, huyu ni mtoto, uangalie une bado ni mdogo. Na unajua ni vile pesa ilikosa ningepeleka yeye kwa shule, wewe uchukue na upeleke shule. Sasa wapendwa, nimeolewa. Ni kumtunza mume, kushughulikia watoto, ama ni kusoma? Wapendwa, haro. Yaani moyo wangu ndani nilikuwa naumia. Na nikiona tu mtoto amepita vizuri, tumeenda kufunga shule, mtoto amepewa mazawadi, nakumbuka vile nilikuwa napewa mazawadi, nakumbuka vile masomo yangu nikawa na hiyo wimbo ya keki yangu, keki yangu. Lakini nashukuru Mungu, siku moja nikiwa ninapita nikasikia ikisemwa kesho kuna mkutano. Mkutano wa nini? Nikaenda. Mkutano wenyewe wanasema wale wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto shule juu ya school fees kuwa nyingi, walete watoto. Tumefungua shule mahali fulani ya kusaidia watoto ambao wazazi hawana nini. Na wakasema hivi, na kama wewe ni mtu mzima bado na ungetaka kujoin, kuja. Asubuhi ya mapema nilikuwa hapo na karamu na vitabu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na unasoma na watoto wa class 8. Wale tu wametoka juzi. Tukaambiwa kuna kupima uniform. Nikapima uniform. Utashangaa. Nilikuwa naamka asubuhi ya mapema, naandaa mtoto wangu huyu, namsindikisha anaenda shule. Natunza mwanaume hapa, niko na yeye. Baada ya hapo, wapendwa, nafuafua manguo 2-3, naingia kwa bafu, ninafaa uniform. Kijiji kikiniangalia, nachukua bag, naweka naanza mbio. Nakimbia mpaka shuleni. Nimesoma. Nikiitwa kwa crusade, ninaenda. Nasimamisha kusoma wiki ngapi. Nikirudi nachukua all the notes, nina copy, nina revise, na kila mtihani uliokuwa unaletwa nilikuwa napata A. Pure. Nimemaliza, nikaambia my husband nataka kwenda uchungaji. Akaniambia sina pesa. Unafikiri nilikaa miaka mingapi?
Nimekaa, huyo mtoto ndiye huyo, nikapata na mwingine, nimepata na watatu, nikimwambia nataka kwenda kuendelea na masomo. Watu wa Mungu, miaka imekwenda, nikisema bado nitaenda. My husband anasema pesa ni za watoto, sasa wewe ondoka kwa foreni. Mpaka mtoto wangu wa mwisho ikawa amebakisha sijui miaka 2-3 ndio amalizane na university. Nikamwambia somesha huyo, nitajisomesha. Nikaenda UG. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Huenda mchungaji wenu anajua, nifanye kila mtihani, wote huwa wananiona nyuma. Nifanye kila mtihani, wote huwa wananiona nyuma. Kuniona nyuma inamaanisha, nakumbuka nilipoingia nilikuwa na gastritis, nimelazwa kwa hospitali pale UG. Mtihani ukatoka nikiwa kwa bed ya hosi. Nikaufanya na nikauongoza nikiwa kwa kitanda. Watu wa Mungu, wachana na hiyo keki ambayo paka alikula. Na ataka ya kuambia wewe ni mzee, umuulize kama umeonyesha yeye kitambulisho chako. Katika masomo hakuna uzee. Uzee iko kwa hii jumuiya yetu ya Afrika hapa. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Tembea kwenye nchi zingine, utapata babu wa 90 years ako kwa class anaendelea kusoma. Hapa ndio utakuta mama wa 30 years nakwambia mimi ningesoma, ni vile nilioreka. Wewe mko hapa? Ni hapa tu kwetu hapa ndio utawashangaa watu. Mungu alikuwa amekubariki, mlango ulikuwa umefunguliwa, na anasema hakuna atakayeufunga. Kuoleka sio kufungiwa mlango. Kama uko na ndoto zako, amka, timiza ndoto zako. Simama, kimbia, ng'ang'ania kamba. Bwana asifiwe. Nishaambia Kavashia niko karibu kumaliza hivi. Nikimaliza hivi naingia masters. Nikimaliza masters ya 2 years naenda PhD. Siku ya kuzikwa kwangu watasoma juu ya shosho. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ioroje yangu hiyo, watasoma, akaenda primary, kama wataweka akatamatisha sawa, akaenda secondary akiwa mama wa wani sawa, akaingia university akafanya. Nataka kuhakikisha hiyo ioroje yangu itasoma juu ya shosho ambaye amekufa akiwa na shahada ya PhD. We, mko hapa? Ebu inua mkono yule ameishi kusema keki yangu. Inua mkono tu. Inua, si unawa. Inua mkono, keki yangu. Na ilikuliwa na paka. Hautaki ingine? Hautaki ingine? Wapendwa, Bwana asifiwe. Angalia hawa watu wa Mungu. Na wakati mlango umefunguliwa, ingia ukimbie. Ingia ukimbie, kwa maana hauishi kufunguliwa hata milele. Unaona sasa tumeingia, hii inaitwa sijui CBC, sijui inaitwa nini. Na watu wa Mungu, hii maneno inakuja kuisha hivi karibuni. Utakapotamani kurudi seki, utarudi wapi? Itakuwa wapi? This is the time. This is the time. Nimepata mchungaji tuko naye pale ambaye aliamua anarudi. Alifanya 1 year peke yake. 1 year. Akachukua ya form 1, form 2, form 3, form 4. Akajipatia time. Wacha kusema unashughulikia jamii. Wale tuliokuwa nao hapa jana
hawa wazazi sini hawa. Niliwaambia hata wewe uko na maisha. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Hata wewe uko na maisha. Na huwa naambia watoto wangu hivyo. Natengeneza maisha yako na ninatengeneza. Kwani yangu ilikuwa itengenezwe na nani? Wazazi wangu hawangeweza kunifikisha mahali ninataka. Lakini kwa neema ya Bwana niko hapa leo. Alafu ikue. Wapendwa, Bwana asifiwe. Mtoto akienda shule, socks 12, vest 12. Are we together, watu wa Mungu? Yani uniforms 3, viatu 4, sijui viatu vinakuanga ngapi, champali, rubber shoes, za spoti. Na unamjazia. Alafu sasa wewe ndio unaambia watu, sisi tunaenda na hii imeraruka, kwanza tusomese watoto. Someza mtoto, na anakuambia nikisoma nitakuweka vizuri. Ataniweka vizuri wakati sina meno. Nitakula na nini? Ndivyo huwa najiuliza mimi. Sikatai utaniweka vizuri. Wakati sina meno, angalia wapendwa, uzee ukikuja huwa unainama kidogo. Wacha hivyo unatembea straight. Hata hii is coming wakati utajipata tu umebed na umekuwa na ile bogoro. Natembea hivi. Alafu kina mama haro huku ati wapi? Kutagonga mbele kama sukuma twende. Sasa hata alete nguo ni gani itakufiti? La, ajipe mwenyewe. Wewe waangalie watoto na ujiangalie. Mimi ni yule huwa anasema mboga ikiwa kidogo najaza maji. Baba huyo dadi kijiko moja na supu. Mtoto kijiko moja na mimi moja na supu. Sio uambie watu nimepakulia watoto nikakula na sufuria. Ugali umekula na sufuria? Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama niko na time juu ya hao watoto, na kama niko na time juu ya huyu mume, pia niko na time juu ya maisha yangu. Na Bwana awabariki. Nimesikia kengele. Watoto wetu tuwasomeshe. Leo hii mtoto wa mwalimu ako sawa, lakini mtoto wa daktari yuko sawa kuliko mtoto wa mwalimu. Mtoto wa daktari yuko sawa, lakini mtoto wa profesa ako juu kidogo. Au ni wale unasikia wakati mtoto wa mwalimu anapelekwa Alliance Girls, mtoto wa daktari sio Alliance, anapelekwa wapi? Philippines. Na wa profesa na wa profesa. Wapendwa, inuka uinue. Bwana asifiwe. Inuka uinue. Weka ngazi ya pande. Lakini kama tu uko pale flat, utaangamiza wajukuu na vitukuu. Hello. Bwana asifiwe. Tufanye bidii, watu wa Mungu. Wacha kuambia mtoto ningekusomesha ni vile sina pesa. Tia bidii. Fanya kila uwezalo mtoto asome. Wakati tunawasomesha huwa tunasema hivi: naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza na nani? Na huwa tunaongelelea juu ya mtoto kukua katika hatua ngapi? Spiritually, physically, emotionally, and what else? Haya. Sasa huyu mtoto ambaye umeshughulikia ameenda Alliance. Na kwa mambo ya kiroho, wapendwa, hakuna anayeshughulikia mtoto wako. Nowadays, elimu inaabudiwa kama Mungu. Utapata hata wale wa day school, mtoto yuko shuleni Saturday, Sunday yuko shuleni, na kama sio shuleni, ile homework amepewa, apende asipende, hata kukula ni shida. Huyo mtoto akichuchumia, yani akikalia meza tu, utampata amekaa chini, amepiga magoti, amelala kwa meza, akifanya mahomework. Sometimes watu wa Mungu, mnanisikia watu wa Mungu? Neno la Mungu linasema tuwe na kiasi. Saidieni watoto wenu na muwanasue. Tuko na shule za makanisa ambapo masomo ni mpaka Friday
saa 7. From there wanaenda kufanya preparations. Wale wanakwaya wanaenda kuiba kwaya, wale alafu sasa hatimaye Sabato wanafungua vizuri. From there Sato yote wako kwa kanisa. Kutoka hapo ndio wanaanzana na masomo sasa hiyo Sunday, na wanayafanya mpaka saa 7, then wanapewa time ya kusafisha, ama wanafanya usafi asubuhi alafu wanafanya masomo saa hizo zingine. Ninaposema hivyo naweza nikasema ninajua umuhimu wa shule za kanisa. Kuna mwalimu rafiki yangu, na sio mwalimu tu, ni director wa shule fulani. Shule yake kubwa sana. Iko na private, iko na primary wing, iko na our junior secondary, na iko na secondary. Sawa. It's a big school. And huenda hapa wengine wenu mnaijua. Inaitwa Friends Grammar. Sisemi hivyo kwa kuitetea, but ninataka kusema nimekuwa pale. Alinipigia simu juzi, na juzi si jana na juzi. Juzi inaweza maanisha mwaka uliopita. Na akaniambia niende nimuangalilie shule yake kama manager. I have been there. Na wapendwa, shule ambazo zimeitanishwa na kanisa zinasaidia watoto wetu. Mnanipata watu wa Mungu? Sinasaidia. Wacheni kusema hata wakienda huko bado wanatumia drugs. Ni wachache sana. Na wala wanatumia, kuna machaplain wa kikanisa wamewekwa pale, ambaye atachukua mtoto wako, ampatie counseling, amuombe, amshauri, na huyo mtoto huyo kichwa ngumu anakuja anabadilika. Wakati nimekuwa hapo, sio mzazi mmoja ama wawili wamemshukuru Mungu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sio mmoja ama wawili. Na mmoja aliletwa, baba yake akamwambia ndio shule ya mwisho kukupeleka. Alikuwa amefukuzwa shule nyingi sana. Mimi alipokuja sikuwa najua, but every Wednesday nilikuwa nachukua hao watoto na wafanyia counseling. Tuesday ilikuwa ni hao watoto wa junior secondary na hawa wa primary. But on Wednesdays nilikuwa nachukua hao wa secondary. Watu wa Mungu, kumbe watoto wa Mungu wameguzwa, na wengi wakaacha bangi, wengi wakaacha drugs. Wazazi wao ndio wanakuja kushukuru kwa shule wakisema tumeshangaa. Wapendwa, pelekeni watoto wetu kwenye shule za makanisa. The other thing ambayo ninaweza sema, angalieni hawa watu wa mataifa. Neno la Bwana linasema wana wa giza ni werevu kuliko wana wa nuru. Utapata kila mtu ameweka kashule yake. Waadventista ni kamoja. Na la mwisho, tusupport shule zetu. Ukisikia Karura, ukisikia Kagwathe, Kisii, ninajua mkona nyingi sana, si ndio? Si mkona nyingi sana. Mtoto wangu huyo wa mwisho alisomea, aliitwa Baricho National, it is a national school, but hawange kubali aende Sabato. After 3 weeks nilimuendea nikamchukua na nilipeleka yeye Kisii, mahali ya kuabudu Mungu from sunset to sunset. Nilimtoa na sikutaka kujua kama hiyo nampeleka ni national, but nilimpeleka kwa sababu neno la Bwana linahubiriwa wapi? Linahubiriwa hapo. All the way from Murang'a to Kisii. Wapendwa, tusapoti shule zetu. Moja kwa moja tunaingia kwa stewardship. Fungu linalo niongozea somo hili ni Luka chapter 21. Luke chapter 21, not 21 really, I'm sorry. Luke chapter 16 from verses 8. 16 verses 8. Kitabu cha Luka 16 mstari wake wa 8. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu, kwa vile huyu wakili dhalimu alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe. Hebu rudia tena. Wewe funga Biblia kama hata saa hii hujafungua. Hiyo ni kengele ama ni nini inalia? Na hiyo kengele isiwekwe karibu na miguu. Ficha ya chini ya meza pale. Naomba urudie yale maneno from verses 8. Yule bwana akamsifu
Na Biblia inasema Luka 16:8. Luka ni 16:8. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu. Kwa kuwa wana wa ulimwengu. Wapendwa sikizeni. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu. Katika kizazi chao cha wenye huwa na busara. Katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Kuliko wana. Kwa kuwa kizazi hicho cha giza kwa wakati huu kwenye kizazi chao wenyewe wana busara kuwashinda wana wa nuru. Ulikuwa ni mfano ambao Yesu alitoa. Wakili mmoja ameajiriwa, akaja mwingine kumuaccuse, lakini waona huyu anamwaga mali zako huyu. Na basi yule bwana akamuita akamwambia, sikia, kazi imeisha, nataka sasa uniambie mahesabu na unipe jumla. Na alipojua kazi imeisha na haya ni madakika ya mwisho, akawaendea waliokuwa wanadaiwa na kampuni. Akawaambia, wewe unadaiwa ngapi? Akasema, nadaiwa dinari 100. Kwa mfano, akamwambia, nenda ukansel mahali inasema 100, weka 50. Wa 50 weka 25. Na Biblia inasema hivi, akajiambia moyoni mwake, nitakapotoka hapa, je, sitaweza kulima? Nitapokelewa na akina nani? Anapotamatisha hiyo parable, Yesu akasema, hebu sikieni wakili dhalimu anavyofanya kwa busara. Hebu sikizeni, wakili ni dhalimu lakini anatenda kwa busara. Basi wana wa giza katika kizazi chao wana busara kuliko wana wa nuru. Naomba tuingie kitabu cha Samuel, 1 Samuel from chapter 6. Aya, mnisomee, muda wangu unakimbia. Samueli wa kwanza 6:1. Kuanzia mstari wa kwanza. Basi hilo sanduku la Bwana lililokuwamo katika nchi ya Wafilisti kwa muda wa miezi 7. Na hao Wafilisti wakawaita wa mkuhani na waaguzi. Wakasema, tulifanyaje sanduku la Bwana? Tulionyeshe jinsi tuwezavyo kulirudisha mahala pake. Nao wakajibu wakamrudishia hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu. Aya, sawa, kuna mahali umepoteza kitu. Nao wakajibu wakasema, mkilirudisha hilo sanduku la Bwana, unapolirudisha sanduku la Bwana, sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu. Msilirudishe kitupu. Lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Lakini msikose kumtolea Bwana wa Israeli matoleo ya kosa. Endelea. Hivyo mtapona. Endelea. Tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani? Kwa hivyo mtapona na mtafunuliwa ni kwa sababu gani haya yakamtendekea. Naomba sasa niendelee. Kwa ajili ya wakati itabidi mengine niyaseme kwa mdomo, utaenda kujisomea. Sawa watu wa Mungu. So hadithi hii ni refu. Imeanza from chapter 4. Lakini kwa ajili ya wakati, wacha nianzane nayo mahali imefika hapa. Ya kwamba sanduku la Bwana likatwaliwa na Wafilisti. Walipolitwaa wakaiweka kwenye hekalu la miungu yao. Mungu wao Dagon akawa anaanguka. Si hapo tunajua. Mwisho wakalitoa mle.
na likawa linapelekwa kwa kila kaunti fulani, kaunti ya Kisii tulipeleke huko. Likipelekwa huko kunakuwa na panya, watu wanakuwa magonjwa majipu, watu wanasumbuka, watu wanakaa wamelaaniwa, wanapiga nduru, linahamishwa. Likipelekwa kwingine, panya ndio hao, majipu ndio hayo, linapelekwa mpaka sasa ikawa kwenye mkoa wa 5 walilokuwa nalo wakapiga nduru na wakasema liondolewe, lakini litapelekwa wapi? Kwingine kote likakataliwa. Ndipo hapo walipoendea mashehe wao, na walipoendea mashehe, neno la Bwana linasema hivi, wale mashehe wakashauri, wakasema ikiwa ni mkono wa Mungu wa Israeli unatupiga, tutajua hii leo. Fanyeni hivi, tuchukue sanduku la Bwana tuwarudishie Waisraeli, lakini tunapolirudisha lisipelekwe utupu. Wakasema hivi, sikizeni watu wa Mungu, lipelekwe na sadaka ya matoleo ya kosa. Hao ni mashehe Wafristi wanao believe in miungu, not Mungu. Lakini wanaposema juu ya Bwana wa Israeli, wanasema huyo hatarudishiwa mikono mitupu. Are you getting? Wapendwa, Bwana asifiwe. Uliza jirani, unasikia? Wanasema na wanasema huyo Mungu wa Israeli hatarudishiwa utupu. Wakashauri hivi, hebu sikizeni, anaporudishiwa tutengeneze akati. Kati ni ile gari, tuweke hilo sanduku hapo. Jambo la pili, wakasema tuchukue na dhahabu aina ya majipu 5. Wakasema tutengeneze na panya wa dhahabu, sio wa matope, sio wa bronze, sio wa fedha, wa dhahabu, tuweke hapo. Kisha wakasema hivi, hatutachukua punda. Are you getting? Hatutachukua gamia, munalipata? Tutachukua ng'ombe, sio wale ng'ombe mzee. Tutachukua ng'ombe wa kuzaana, wale ng'ombe ambao hawajawahi zaa lakini wamezaa mara moja, na wanasema ambao wanadama. Kwa hivyo walizaa jana na juzi na madama yao ni machanga tu. Ng'ombe ambao wamejawa maziwa, ng'ombe ambao hawajachaka, ng'ombe ambao hawajachapa. Wawili, si mmoja. Tutawafungia hilo sanduku la Bwana, na kisha tukawaangalie likichukua, au ng'ombe wakichukua direction ya kuelekea kwa Waisraeli, tutajua basi ni Mungu alikuwa anafanya nini, anatupiga. Wapendwa, kisa cha kusikitisha, wale ng'ombe wakachukua njia wakaelekea kwa Waisraeli. Walipoenda, Biblia inasema hivi, wakawapata Wabedhishe. Haya, wakawapata na walikuwa wanavuna ngano. Walipoona sanduku la Bwana wakashangilia, wakaenda wakalitoa. Biblia inasema hivi, wakachukua ile gari, wakaipasua, wakaifanya kuni. Wakachukua wale ng'ombe, wakawachinja, wamtolee Bwana kafara. Angalieni wajinga. Wakachukua ile kati ambayo imetengenezwa kwa heshima ya kubeba sanduku la Bwana, wakaifanya kuni. Wenyewe wako na kuni zao, hawawezi tumia kuni zao, wakatumia hizi. Wenyewe wako na mang'ombe 1000, hawakuuza ng'ombe zao, wakachukua hizi ng'ombe wakasitoa sadaka. Biblia inasema siku ile Waisraeli 50,070
wakaanguka wakafa. Angalia hapa watu wa Mungu. Hawa ni Wafilisti wana wa giza. Wafilisti wana wa giza wameumizwa kwa ugonjwa, kwa laana, kwa panya. Kumbe wanajua njia ya kujiokoa, kujiondolea laana hii, njia ya kujiondolea magonjwa haya, njia ya kujiondolea panya hawa, njia ya kujipatia mibaraka, njia yetu ya kupona, njia yetu wapendwa ya kuondolewa ni kumtolea Bwana wa Israeli saduku lake lirudi. Number 2, libebwe na colt. Number 3, libebwe na ng'ombe wazuri. Number 4, na liwekwe sadaka aina ya dhahabu, sio matope. Na ukweli, wakati saduku limeenda, Wafilisti wakapona. Wakati saduku limeenda, wakaondolewa panya. Wakati saduku limeenda, wakabarikiwa. Wakati saduku limeenda, wote wakaweka vigelegele juu. Wajinga hao, Biblia inasema miezi 7 hawalioni saduku la Bwana. Kwa miezi 7 wamepanda ngano, wamepalilia, wanavuna, wanajienjoy. Na wakati saduku limerudi, hiyo wakati ndiyo kuni, hao ng'ombe ndiyo sadaka, na wachukue na dhahabu wapeleke mahali watapeleka. Watu wa Mungu, wakati hawa wanapiga vigelegele, maombolezo na kilio kwa nyumba ya Israeli, 50,070 wakafa. Wale wanashangilia, hawa wanalia. Wale wameponywa, hawa wamelaaniwa. Wale wapendwa hakuna panya tena, hawa wananunua majeneza wazike watu wao. Angalieni, Biblia inasema sikia vile wakili dhalimu huyo alivyofanya kwa busara. Na ni ukweli, wana wa giza katika kizazi chenu hiki wana busara kuliko wana wa nuru. Kwenye hadithi hiyo, naomba ushike haya manne na usiwahi sahau. Hata wa leo, mnanisikiza kanisa la Bwana? Hata wa leo, hao wana wa giza hao wanajua kumpa heshima Mungu wa Israeli. Ningesima hii mic, niongee maneno ya nyumbani, maana sio chakula cha kila mtu. Nimekaa na wao, apatwe na ugonjwa, hao watu wanachukua sadaka, wanaenda nayo kanisani, anasimama nayo hivi, anasema nimekuja kusimama na dhabihu kwa ajili ya ugonjwa nilio nao. My cousin, tunaitwa jina moja na yeye, aliishi na uchungu wa mguu na alitembea na zile miti mnaona. Na siku moja alisema natoa sadaka kwa ajili ya mguu huu. Amini usiamini, alipona mpaka wa leo anatembea akiedanga. Hao watu familia igongwa kwa ugonjwa, saa hii nendeni mchunguze kile wanachokifanya. Hao watu wanasimama na dhabihu, na wakisimama nayo, japo kuwa ni wana wa giza, huyo Mungu wa Israeli wanayeheshimu kwa dhabihu anawaponya. Sikia tena, hao watu ndoa zao sisabaratike, hakuna amani kwa familia, tunakaa tukigongana. Wana believe ni kind of spirit inayowasumbua. So kile siku hizi wanafanya tena, wanachukua sadaka kama familia, wanasema tunaenda kutoa dhabihu kwa Bwana, na wakitoa wanapata amani. Hiyo ndiyo kitu inafanyika leo. Wawe na changamoto yoyote, mtu anahitaji kazi, haendi kuomba Bwana mikono mitupu. Saa hii tunaongea na ninyi, ndiyo kitu inaendelea. Unaona mtu amesimama na unafikiri ni wangapi hata kwa crusade, mchungaji tumetorokea. Mimi mtu ameshika ng'ombe hivi. Tulikuwa kwa crusade sehemu za Mwea.
anakuja nayo na anasema, mchungaji, nimeleta ng'ombe wangu huyu. Kijana wangu amelewa bangi na amesoma lakini hajisaidii. Naomba ushike hii ng'ombe kama dhabihu umuombee kijana wangu. Na nilienda na ng'ombe. Nikawekelea ombi. Halo. Nikaangusha. Na amini usiamini, Bwana alisikia. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wanapotimiziwa hoja za mioyo yao, hawa watu huwa wanakuja mbele za Bwana. Mchungaji, acha nikwambie, leo hii ni kanisa hili peke yake ambapo familia inapata mtoto, wanakuja ni kawaida, wanaleta mtoto kwa mchungaji na kwa wazee, anaombewa na hawezi hata sadaka hapa, wanaenda na mtoto, wanasema amewekelewa mikono, ameombewa, sadaka yeye atakuwa mkono na zawadi. Wakati ni wale watu wa Mungu, wakati wewe unafanya ninasema wana kabisa ni werevu kushinda wana wa nuru. Huwa hawaendi mbele za Bwana mikono mitupu. Alipokuwa anaomba kazi, alisimama na dhabihu. Wakati kazi imepatikana, unasikia mshahara wake wote wanakulipa. Hata husa anaweka kwa baraza, anakuja anarudisha kichwani. Wasema hawafanyi hivyo kumfanyia yao. Sana sasa mnabii. Watu wa Mungu. Hao watu, mama ambaye amekaa miaka na miaka hana mtoto, akipata mtoto, analeta shukrani zake kwa ajili ya pesa. Kijana wangu huwa anafanya biashara. Ananunua mara maboga, mara matunda, mara nini. Huyu anasema naendea kazi. Nikamwambia wacha nipeleke kitu anaenda mahali. Nikampeleka na pizza. Wakati mama tulipata anakuwa fulani. Anasema angalia kwa sababu ina mapate. Angalia kwa sababu jamani mkongo ananisiana. Nikamuuliza vipi? Alisema kila anapofanya kilimo. Wapendwa, lazima aweke peni kando. Na maajabu, lazima aite watoto wake wote watakatifu na hasara anayekuwa kwa mkono. Ni hapa peke yake wapendwa. Ni hapa peke yake ambapo Waisraeli ni watu wa kuweka mikono kwa mashamba yao, ni watu wa kufurahia mavuno yao, na utakaposikia wakishangilia, wameita MCA, wameita MP, ameangusha 100,000 hapa, ndio unasikia wakipiga kelele. Siwezi piga kelele, hata siwezi clap. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanielewa? Maana walipoona limeletwa, wakashangilia, kilichofuata ni kifo. Japo kuwa wana haki ya kushukuru Mungu wao, lakini Mungu wa mbinguni anawaangalia watoto wake watangulie, wasimame mstari wa mbele kumletea sadaka za shukrani. Mama mmoja Kisii, watoto ni 8. Asante jamani, Bwana awabariki. Alafu mume amekufa, ameshindwa kuwasomesha. Wa kwanza akaoleka, mama akaletewa ng'ombe moja. Kanisa likawa linataka kujenga, wakatengeneza harambee, wakaita Maanduri. Na mnamjua Maanduri, lakini amefariki, si ni kweli? Walipomuita Maanduri, wapendwa, wazee wa kanisa wakasema tujiandikishe, kuna harambee 5,000 aliyetoa nyingi. Huyu mama huyu mjane, watoto ni 8, shida na taabu, akaita wazee, akawaambia naomba nimtoe ng'ombe wangu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wazee wakasema tutalaaniwa. Akamwambia sio yenu, namtolea Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Namtolea Mungu. Wazee walienda wakamuuza ng'ombe, wakapata 25K. By then zilikuwa zinatoka hivyo. Wakamwambia mama, wacha tuchukue 10K tukununulie dama, hii 15 tupeleke wapi? Mama alisema mimi sio Anania na Safira, yote 25 kwa Mungu. Siku ya harambee imefika, wazee wameleta yao, washiriki yao, bahasha ya Maanduri ikaletwa, ilikuwa na 10K. A living testimony. Ninaongea maana huenda hata wengine wanaijua hiyo story.
Wacha wasee wasimame kwa aibu na unyonge. Waseme hapa kuna bahasha ya mmoja wetu hapa. Mama simama salimia kanisa, akasalimiana. Washiriki wakafikiri ni ya 200. Sasa wanasimama pale kutuambia bahasha yake. Wazee wakasema kwanza MC wa siku hiyo, ati nikisema 1 muna clap, nikisema 2 muna clap. Washiriki wali clap for 25 times. Wote wakakaa chini wakashangaa. Wacha wazee waseme ni ng'ombe yake tumefanya nini. Ninapofupisha kisa hiki, waliokuwa wameleta bahasha ya manduri walimpelekea ripoti, wakasema enyewe wametoa na hata walifurahi kwa bahasha yako. Lakini kuna mwanamke huko ambaye ana heshima ndogo kwako, ameangusha 25. Manduri alisema nipelekwe nimuone. Alipofika kwa yule mama, nyumba yenyewe ni simatu wa Kisimu, najua kutengeneza nyumba, lakini ukweli inaanguka ni vile imeshikiliwa na matope. Watoto ni 7. Wa kwanza wakati Manduri alisikia hiyo ng'ombe imeletwa juu ya huyo msichana mmoja ameolewa akiwa wa class 8, alisimama kwa sheria, akamtoa msichana kwa mwanaume, akamrudisha shuleni. Tunaongea nyinyi leo, it is a living testimony. Msichana ni mwalimu. Manduri alichukua hao watoto wa huyo mama akawasomesha, kisha akaweka mawe pale, akajenga nyumba ya mama, na hata leo tukienda kwa makambi Kisii ndio nyumba wachungaji huwa wanalala. Muamini msiamini watu wa Mungu. Kumbe mama huyu ana busara. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kumbe mama huyu ana busara. Imekuwaje watu wa Mungu Wafristi wanaongea juu ya kumtolea Mungu, na kumtolea Mungu wanamtolea sio fedha, sio chuma chochote kile, lakini wanasema Mungu wa Israeli atolewe sadaka ya dhahabu, chuma cha bei kuliko vyote. Wanapoingia kwenye mazizi ya mazizi sio masishi, wanasema tuchukue ng'ombe, wala sio wale wazee, wala sio dama, tuchukue ng'ombe ambaye saa hii. Wapendwa, wasikia, nastaki kusema yaliyo ya kwangu. Nimekuwa na ng'ombe 4. 2 walikuwa wamezaa mara moja peke yake, 2 walikuwa wajawazito hawajawahi zaa. Hiyo biashara imesaidia watu wengi sana ushago kwetu. Unafikiri nimewauza pesa ngapi? Wote 4 hivi wameuzwa, my husband akanunua pickup. Hao ng'ombe ambao wamebeba kwa mara moja ndio wako na bei, usilete ule amezaa mara 3. Yaani Wafristi wanasema Mungu wetu, Mungu wa Israeli, tunapoingia kwenye zizi tutamletea hao ng'ombe, na wanajua saduku la Bwana halibebwi na mikono, watalitengenezea kati. Hebu sikieni watu wa Mungu, ni hao tu wanaojua kutunza wachungaji wao. Mimi sijui vile mnaweka pasta wenu hapa. Ndio wale unasikia wamechukua funguo ya gari mpya wanapatia wachungaji wao. Na kama sio hivyo wanafanya, mniambie fei haiendi hivyo hapa. Ndani kwa hizo makanisa. Unaposikia hawa majamaa hawa akina Moiro, akina Kanyare, akina hizo wamejua. Kuna watu walikuwa wanasaidia maskini juzi. Karibu Bishop amepandisha magorofa gapi hapa Kenya? Bora tu nijue kushika hii mic na niruke vizuri na nigurume niweke wanajaa huko, na wakijaa mchungaji wao hataenda na hiyo gari sukuma tuende. Mchungaji wao atafaa suti. Wapendwa, mchungaji wao kwake atakula vizuri. Mchungaji wao wanajua kupanda mbegu. Unasikia mtu amechukua mshahara wa 1 year amekuja amepanda mbegu. Na acha niwaambie watu wa Mungu, je, wanabarikiwa hawabarikiwi? Soma Malaki 1. Enda kwa Malaki 1. Tuanze verse 6. Tuanze verse 6. Malaki 1:6. Biblia inasema. Neno la Bwana linasemaje?
Mwana humheshimu baba yake. Mwana humheshimu baba yake. Na mtumishi humcha bwana wake. Na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Wapi heshima yangu? Anaongea na nyumba ya Israeli. Biblia inasema alisema, si mimi ndiye niliyemchukia Esau na nikampenda Yakobo? Anaongea na Jacob, wana wa Israeli. Mwana humheshimu babake, mtumishi humheshimu bwana wake. Ikiwa mimi ni baba kwenu, wapi heshima yangu? Endelea. Na kama mimi ni bwana wenu. Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi. Enyi makuhani, mliodharau jina langu. Enyi makuhani mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa chakula kilichotiwa na unajisi. Unapotoa chakula kilichotiwa unajisi. Kesho nitaendelea na hiyo chakula kinacho. Tuendelee. Kesho nitaweka wazi vizuri. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Na mnaniletea kwa madhabahu yangu. Nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Endelea baba. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu. Si vibaya. Mtoapo sadaka aliye kipofu. Si vibaya. Endelea. Na mtoapo sadaka walio vilema. Na wagonjwa. Si vibaya. Si vibaya. Haya. Mtolee liwali wako. Nendeni mkamtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe? Endelea. Au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Ikiwa jambo hili limetoka mikononi mwenu, kesho nitaongelelea juu ya chakula kilichotiwa unajisi. Wacha niguze hii sadaka kipofu. Watu wa Mungu, sio ya kwamba hatutoi. Hata ninapohubiri hivyo utasema hatutoangi sadaka kipofu. Watu wa Mungu, kipofu lazima ashikwe mkono ili afanye nini? Tumeiachia kazi ya Mungu, wapendwa, kuitolea kwa madharau na wale wanaokuja kutusaidia kutembea ego kinyokia, labda tuwaite hao. Endelea. Kilema na mgonjwa. Wapendwa, kilema ni mguu mmoja na anatembea na mwingine. Mnaniangalia? Wewe unajua tu tithe. Lakini Mungu anaposema leteni tithe and offering, nataka kuwa challenge na hadithi ya Rebeka. Sina time ya kuielezea. Huyu mtu wa Mungu amesimama kisimani. Anasema ndio hawa wasichana wanakuja. Msichana nitakayeuliza nipe maji ninywe. Wala sitamuuliza kunywesha gamia. Lakini kwa moyo wa hiari awanyweshe gamia. Unafikiri ngamia ni maji ya kikombe? Ngamia ni maji ya kikombe? Semeni la. Ngamia sio mbuzi, ngamia sio kuku, maji ya sahani. Inamaanisha nini? Sister White ndiye atakuambia vizuri katika Patriarchs and Prophets chapter 16. Anayesema familia hii ilitwikwa majukumu makubwa. This family. Na haya majukumu makubwa, Ibrahimu akajua ni kifa aletwe mwanamke yeyote hapa, hakika yake Bwana hatatukuzwa na hii familia, na malengo ya Bwana hayatatimizwa. So God inspired Ibrahim, before you die, msichana afanye nini? Msichana gani? Mtumishi anapokataa kukula kiapo, Ibrahimu alimwambia malaika wa Bwana ndiye atakaye kuongoza, kwa maana ni Mungu peke yake ajuae walio na kazi yake mioyoni mwao, watu ambao watafanya bila ya kulazimishwa na kusukumwa, kwa moyo wa hiari, kwa kumpenda Mungu wake. Watu wa Mungu, sikia. Mtumishi amesimama akasema nitaitisha maji ya kunywa mimi, lakini akisema moyoni mwake nitawanywesha ngamia. Wacha Rebeka amefika pale kabla ya wasichana wengine, alafu mtumishi amegoja maji yamechotwa na msichana anaenda. Hiyo ni stewardship. Maana Bwana huwa anaitisha wakati haujalipa rent, ndio Bwana anataka. Wakati uko na majukumu yako, watoto wanataka school fees, ndio wakati Bwana anakufuata. Unapoenda za simama, naomba unishughulikie mie. Na huyo ndiye Elijah. Nipe maji, leta na mkate.
ni yetu na mimi kwanza. Na Elijah anaambiwa na Mungu, nenda huko, maana nimeongea na mwanamke. Watu ambao wamenenewa na Bwana, watu wa Mungu, hawagojei makambi, hawagojei semina, hawagojei topic kama hii, maana Bwana ameongea na mioyo yao. Faith nikikuja hapa na kutia nguvu, tunaenda tukiendanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na yule mama amepika mkate, mtoto yuko hapa analia, ameng'ang'ana na mama na nguo zake. Mama leta, mama leta, mama anapatia mtumishi, na mwanaume anakula mtoto akimwangalia. Na ndio hapo muujiza ukafanyika. Bwana asifiwe. Alikuwa amenenewa na Bwana. Nashukuru. Narudi kwa Rebeka kwa kusema hivi, alipoulizwa nipe maji, mtumishi ameweka kamutego tu. Sitakwambia mambo ya ngamia, lakini nitagojea na wengine kama hautakubali kujiambia moyoni mwako. Neno la Bwana linasema alipokuwa anamnywesha mwanaume maji, akamwambia, sikia baba, na ngamia zako nitawanywesha. Wasichana wote walikuwa wachote, alikuwa lazima apange foreni, akichota mtungi mmoja tena anarudi, anapanga foreni, mpaka mtumishi akashangaa. Ninavyoliambia kanisa la Bwana, sikieni watu wa Mungu, majukumu ni makubwa sana. Kazi ya Mungu iko nyuma. Sasa sio a glass of water peke yake, hiyo ni tithe. Hiyo ni tithe. Na ndio nikasema jana, hata bado haujafikia kwa tithe, haujakuwa mwaminifu kwa tithe, wapendwa, hiyo ni tithe. Give me a glass of water. Lakini akajiambia moyoni mwake, nitawanywesha ngamia. Huyo ndiye. Majukumu ni makubwa kwa Ibrahimu, watu wa Mungu. Na Rebeka ndiye peke yake aliyetoshea. Mangamia ya Mungu yapo. Na kwa wakati huu, roho ambao wako nao wale, hiyo roho ya kujiambia, hiyo roho ya kupanda mbegu, hiyo roho ya kuingia kwa zizi kutoa ng'ombe, hiyo roho ya kusema natoa dhahabu, hiyo ndiyo roho Bwana anataka. John chapter 10 verse 16 anasema, niko na kondoo wangu, hawako kwa hili zizi, wako huko, lakini nitawaleta. Tumekaa wavivu, tumekaa wagumu, lakini Bwana atawaleta. Na wakiletwa, hakuna semina ya stewardship. Hiyo tabia yao ya kutoa ndio wanakuja nayo, na kazi inaisha. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Mnanielewa? Kanisa la Bwana, mnanielewa? Bwana hupinda mikono. Bwana hupinda mikono. Bwana hupinda mikono. Akachagua huyu badala ya nani? Akachagua huyu badala ya nani? Wapendwa, haro. Yes. Nani aliyependwa sana? Ni Lecho ama ni Lea? Ni Lecho ama ni Lea? Lecho kwa kiburi chake alizikwa barabarani. Lea mwenye macho ambayo anakaa hivi, hata Jacob karibu angekufa mshtuko wa moyo alipopewa hii badala ya hii. Na asubuhi anamwambia hello dear, hello dear. Aliruka kama mtu ameumwa na nyoka. Yes, unabaya. Ambo lazima ukae nayo. Na ni ukweli alikaa nayo, wapendwa, lakini sura mbaya iliishi kunyenyekea na kuzaa. Hii sura mzuri hii ya kufunika hata masanamu hii, hello, hiyo sura mzuri hiyo ilizikwa barabarani. Huwa nasema kwenye imani hii, watu wa Mungu, ulipendelewa, ukajulishwa mwanzo. Lakini ukicheza, Bwana hupinda mikono. Anasema niko na kondoo wengine. Kina mama, halo. Mwanamke amekuwa mkali kwa nyumba, bwana ametoroka, alafu saa 5 ya usiku ndio anapiga simu, hello. Ni nani huyo? Ako na simu ya bwana yangu. Ni mimi. Hajakwambia tuko wawili na tuheshimiane? Kwenye safari hii tuko wangapi? Na tuheshimiane. Verses 10. Nisomee tu verses 10. Najua time imeenda. Verses 10 niwekee haraka. Nataka kuomba na kanisa. Malaki hiyo.
1:10. Neno la Bwana nasema ombeni neema, kama hii ndio tabia tuko nayo. Laiti angekuwa ndio hapo. Laiti angekuwapo kwenu mtu mmoja. Laiti angekuwepo mtu kwenu mmoja tu hivi. Wa kuifunga milango. Wa kuifunga hii milango. Msije mkakwaza moto bure. Msije mkaniletea moto bure hapa. Madhabahuni pangu. Moto ya bure, mafungu tuko nayo. Sabato tunajua kupreach. Wale tunawahangaisha tunawaweka chini. Moto inawaka hivi kwa yasetu ni tamu. Lakini wapi dhabihu? Unawasha moto. Wapi dhabihu? Sina furaha kwenu. Sina furaha kwenu. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Wala sitakubali dhabihu yoyote. Wala sitakubali hizo dhabihu, maana ni kipofu, ni kiwete, ni najisi na ni sadaka mgonjwa. Sitakubali. Alafu anasema nini? Hiyo kengele ni ya kunitoa hapa na kiboko. Wewe soma. Wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Verse 11. Kwa maana matoleo mawio tokea mawio ya jua. Kwa maana tokea mawio ya jua. Hata machweo yake jina langu ni kuu. Jina langu ni kuu katika mataifa. Na katika kila mahali anaotolewa uvumba. Maana wamenitolea uvumba. Na dhabihu safi. Kwa jina langu. Maana jina langu ni kuu katika mataifa. Maana jina langu ni kuu katika. Funika Biblia. Asema Bwana majeshi. Funika Biblia. Hawajui Sabato. Hawajui ubatizo. Mnanielewa watu wa Mungu? Hawana hizo mafungu yote. We soma na vitabu vya wacha tukawakanyange kwa jukwaa pale. Haya toa haya. Kama una haya leta hapa. Tukupatie 1,100 vyombo vyote hivi hata sisi tukufuate. Na mnawakanyanga. Moto ya bure. Moto ya bure. Wapendwa, Biblia inasema wale. Inasema Gentiles. Unajua Kiswahili ikisema mataifa hatutaelewa. Soma hiyo fashion nyingine yako ya Kizungu. Inasema Gentiles. Inasema huko kwa wa Gentiles nimetolewa ufumba, nimetolewa dhabihu, na jina langu limefanywa kuu kwa mataifa, maana wametoa dhabihu. Japo ni kwa Moiro, japo ni kwa Kanyari, lakini dhabihu wanazozitoa wanatoa kwa jina langu. Wanatoa kwa jina ya Mungu wa Israeli. Hawajui wanadanganywa. Huwa wanatoa kwa jina na kwa heshima ya Mungu wa Israeli. Wanajua kutoa dhahabu. Wanajua kutoa zile ng'ombe mzuri. Wanajua, wapendwa, wakati sisi ni kipofu na wanao hara. Wale wanajua kutoa dhabihu iliyo nzuri. Sisi anasema atokee mtu afunge mlango. Si wataki. Alafu analinga anasema kule naitwa bebu. Kule naitwa sweetheart na suguriwa mgongo. Kule. Wapendwa, Bwana asifiwe. Huko anaitwa Maish na Odie. Na anapapaswa. Wewe tusimame tuombe. Simameni tuombe. Naomba kila mtu aniangalie. Wapendwa, unajijua kwa matoleo ya tithe umekuwa na shida. Ile uchungu ndio unaangusha bahasha. Na unajua hata ukitoa haikui kamili. Inua mkono juu mahali uliko. Inua mkono juu mahali. Mimi hata sijasema wote, hujakuwa ukitoa tithe, na hata wakati unatoa si kamili, na hata wakati utatoa bado unasikia moyo wako hauna ile furaha ile ya Mary, ile ya kutoa mafuta yote mshahara ya miaka mzima, na bado analia akisema haiwezi tosha kumlipia Bwana wangu. Inua mkono kama unajijua ya kwamba wewe ni victim. Weka mkono chini. Baada ya fundisho hili, wapendwa, najua mmepewa mabahasha. Kuna yule alikuwa ameamua ataweka sadaka kipofu, sadaka mgonjwa, sadaka kilema na sadaka najisi. Lakini badala ya kufungiwa mlango, utaamua ya kwamba bahasha yangu naenda kuiweka dhahabu. Asifiwe Yesu, watu wa Mungu. Nipe kikombe cha maji, lakini ataka yenywesha ngamia. Na aliwanywesha.
Hakuangalia time, hakukumbuka duties zake, alinywesha wote. Na anapoulizwa kwenu kuna mahali pa kulala, anasema sio wewe tu, hata ngamia zako. Alafu anasema na sio kulala tu, kuna chakula. Na sio chakula tu, hata majani ya ngamia. Yaani, wapendwa, inua mkono kama utasema jamani, mimi Mungu wangu, Mungu wa Israeli, nampa dhahabu kutoka leo kuendelea. Mkono juu. Hebu sikia. Wapendwa, kama uko na shida na taabu yoyote, inua mkono, letea Mungu dhahabu. Mwezi wa 8 mwaka ujao, utasimama hapa kwa sadaka ya shukrani, sio ya kuomba sasa. Mungu atatenda kitu. Familia, kuna changamoto ya madeni. Familia yenu wapendwa, mnakaa ni kama mumelaaniwa kwa pombe na bangi. Wapendwa, inua mkono juu. Tuwe werevu kama Wafilisti, tuwe wenye busara kama Wafilisti, na tutashangilia maana tutapona. Bwana asifiwe. Hao panya wataisha. Wapendwa, nasikia sio hivyo tu, watakapokuwa wanakufa wale wajinga, kwetu itakuwa ni furaha. Asifiwe Yesu. Anayehitaji ombi la kipekee kanyanga nyuma. Mimi sitawaita wote, mumeinua mikono juu wengi. Anayesema nahitaji ombi la kipekee, Mungu anipe nguvu, maana naweza amua kwa mdomo lakini nikashindwa kwa matendo. Tokea mbele tufanye maombi. Tokea mbele tufanye maombi. Na haswa kwa wale ambao hata kwa tithe imekuwa ni shida kutoa, come forward. Wale ambao mnajua mmeishi kutolea Mungu, lakini ukiangalia kila unatoleanga Mungu ni mgonjwa na kilema na hao vipofu, njoo mbele tuweze kufanya maombi. Kanyangeni mbele, nafasi ni kubwa hii. Angalieni huku. Kuna ombi la kipekee ambalo nataka kuomba. Japo kuwa sasa utakuwa kule. Tembeeni mbele ambao mnakuja, kujeni mbele. Wale ambao mnatembea, tembeeni vizuri. Nafasi ni kubwa hapa. Bwana awabariki. Niko katika madakika za wenyewe na ninaomba msamaha. Wale ambao mmebaki nyuma, na ikiwa unajua kwa njia moja ama nyingine kuna kitu Mungu amekufanyia maishani, amekuondolea ugonjwa, familia iko na amani, amekupatia kakitu na umeweza kufanya 1 2 3 kwa ajili ya maisha ya leo na maisha yajayo, na utaamua ya kwamba kwenye makambi haya, hivyo nimeshughulikia mambo yangu, nitashughulikia kazi ya Mungu, na haswa ngoru ya makambi ambapo tayari uko na bahasha. Inua mkono, nitafanya ombi la kipekee ukiwa hapo nyuma sasa. Inua mkono. Wale wanasema mimi nitaweka dhahabu, najua kile nitawekea Mungu sio kitu cha kuchezea. Na unajua inaweza kuwa peni 2, lakini kabisa Mungu anajua hiyo ndio dhahabu yako. Inua mkono juu. Lift up your hand. Mchungaji, chief guest, come. Anapoomba jiombee, ambia Mungu ulicho nacho moyoni. Baba na Mungu uliye mwema, neno lako likiwa ni upanga mkali katika mioyo yetu, umesema nasi kwa namna ya pekee. Wewe unayemfahamu kila mmoja, tunakiri kupungua, lakini neema yako inatupa nguvu tena jioni ya leo. Katika makambi yetu tunatamani kuanza upya. Tunatamani kuwa watu wa dhati tunapokutumikia. Mara kadhaa tumeyatanguliza mambo yetu, tukakufanya kuwa wa mwisho. Wale tuliowacheka na kuwadharau kwamba hawaijui Sabato, wao wamekuwa werevu wakitenda kwa uaminifu, na hata pasionekane tofauti yetu na wao,
lakini leo umetufundisha kwamba wewe Mungu unastahili kupewa nafasi ya kwanza. Tunaomba msamaha kwa pale ambapo tulitenda kinyume na ukweli huo. Tangu sasa tupe nguvu na ushindi kwa utukufu wa jina lako. Baadhi hata wameamua kupiga hatua mbele kuhitaji msaada kutoka kwenye kiti cha enzi. Shetani amewatia uoga kwamba wakikurudishia watakuwa maskini ama wahitaji. Sasa utushindie hilo kwa uwezo wako mtakatifu. Lakini pia makutano walinyosha mkono kwa ajili ya kukupatia kilicho bora, dhahabu. Wasaidie ili maamuzi hayo yakatimilike kwa vitendo, na kila atakayefanya hayo tauni ikome maishani mwake. Leta afya njema, leta utulivu wa moyo, leta uponyaji, leta ushindi katika damu yako. Tunajua mara kadhaa tunajikwaa, lakini umetuambia Yesu, unatuombea. Twaomba neema yako na maombi yako yasipotee bure juu yetu. Tupe kujitoa kikamilifu. Mtumishi wako mpatie neno jingine kwa ajili yetu hapo kesho tunapojiandaa kuonana na wewe unaporudi mara ya pili. Na kama kuna jambo hatukuliombea lakini ni hitaji la mtu mmoja katika biashara, kazi na uchumi, ukatende kwa ajili ya mtu huyo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Get the point. Take a step forward.